Hakuna mwanadamu ama mwanaume yoyote ama mwanamke chini ya jua ambaye atazuia baraka zako zikifika. Wakati imefika, hata watu watoe nguo, wainame, waoneshe mzigo juu, Yesu bado atatenda miujiza. That's why tulikuwa tunaambiwa habari ya mwanamke ambaye alikuwa ametoka na damu, ya kwamba alipoguza huyo Yesu, hata kama bodyguard walikuwa, Yesu hajalishwi na bodyguard. Yesu anajalishwa na imani yako, ya kwamba leo shida zetu na magonjwa tunaenda kuguza mwanaume wa siku. Tumeambia wanaume wengine hawajatusaidia, kuna mwanaume mmoja tunampelekea matatizo ambaye ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe. So Yesu anaenda kutusaidia. Nataka nitumie dakika chache sana na tusikie neno la Mungu. Fungua kitabu cha Luka 13 mstari wa 10. Ninaongelea kuhusu uponyaji. Ambia mwenzako uponyaji. Ni nini hiyo ambaye imekataa kupona kwa maisha yako, Junior? Ni nini ambaye iko kwa maisha yako, nani wa gitaa? George wa solo? Bwana asifiwe. Chochote ambacho kiko kwa maisha yako, Mungu anaenda kukiponya katika jina la Yesu. Sijui ni nini ambayo unapitia. Pengine ni school fees, pengine ni ndoa, pengine ni amani kwa nyumba yako, pengine ni mavazi, pengine ni chakula. Mungu amenituma nikuambie, anaenda kukuponya. Si magonjwa ya kansa peke yake. Tunaweza ponywa mavazi, tunaweza ponywa kwa mawazo. Unaweza ukikaa tu hivi unaboeka, yote ni magonjwa. Unaweza kosa pesa, ni magonjwa. Yesu anaenda kutuponya. Bwana asifiwe. Na wakati Mungu anakuponya, usisahau mahali umetoka. Derek, wakati utakuwa landlord, usisahau penye ulianzia. Wakati ambapo utakuwa unaendesha magari, usisahau kuna wakati ulitembea miguu. Tagi, wakati utakuwa unapanda helikopta ukienda kuimba, usisahau kuna mahali ulianzia, ulikuja na miguu. Hata wakati mwingine ulitembea na bodaboda. Yesu mwanaume wa siku anaenda kubadilisha historia na anaenda kutuponya mchana wa leo. Sema amen. So kuwa tayari kuponywa. Luka, kitabu cha Luka 13 mstari wa 10, tupatie hapo. Ikala leo. Siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo. Maandiko yanasema na siku ya Sabato Yesu mwenyewe alikuwa anafunza katika sinagogi, yani katika kanisa moja. Na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18. Tazama, kuna mwanamke ambaye alikuwa na pepo. So kuna upepo, magonjwa ni pepo. Hiyo kansa ni pepo. Hiyo brusela ni pepo. Hiyo miguu kufura ni nini? Kukosa pesa ni nini? Kukosa amani ni nini? Sema na nguvu. Pepo. Kukosa kazi ni nini? Pepo. Kukosa amani kwa ndoa ni nini? Pepo. So Bwana anasema na kuna mwanamke ambaye alikuwa amesongwa na pepo miaka 18. Naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Naye amepindana, yani huyu mama alikuwa mgongo ulikuwa na nundu, acha tuseme nundu. So alikuwa akitembea, hawezi tembea, ni mrefu ndio, lakini hawezi tembea akiwa straight. Akitembea alikuwa mfanya nini? Kwa sababu anatamani, inama ndugu, anatamani ainuke, lakini kuna mzigo ambaye unamzuia. Anatamani asimame kama wewe, lakini kuna kitu ambacho kinamzuia hapa. Maandiko yanasema na haikuwa imekaa miaka 2, ilikuwa imekaa miaka 18. Mtu aseme amen. Mama Lucy, nisikize. Sijui problem yako msikilizaji ambaye unanisikia. Sijui ni nini ambayo imekuumiza kwa miaka ngapi. Sijui hiyo magonjwa imekutesa kwa miaka ngapi. Sijui hiyo shida imekutesa kwa miaka ngapi. Sijui hiyo udhaifu imekutesa kwa miaka ngapi. Leo tumeleta mwanaume mmoja ambaye hajalishwi na siku, hajalishwi na wazee wanasema nini. Kile ambacho Yesu amekuja kufanya, amekuja kuponya mtu mmoja katika jina la Yesu. Yule ambaye anasema amen kushinda jirani yake na ifanyike kwa maisha yake. Yesu amekuja kuponya hiyo magonjwa. Yesu amekuja kuponya hiyo udhaifu. Yesu amekuja kuponya hiyo kansa. Yesu amekuja kukuponya kutokana na shida ambazo uko naye. Watu wamekuchekelea wakasema mama wa nundu miaka 18, lakini leo ni siku ya mwisho ambayo hiyo magonjwa inakauka. Inua mikono, sema kauka.
Bwana asifiwe. Tumechoka na kuhubiri na watu bado wanagonjeka brusela. Tumechoka kuhubiri bado watu wanaenda kupimwa sukari. Tumechoka na kuhubiri na watu bado wana ukimwi. Tumechoka kuhubiri bado vijana wanakufa na kaswende. Yesu anaenda kuwaponya katika jina la Yesu. Tumechoka kutumikia Mungu na tumesota. Yaani kama kuna mtu ana bargain kwa hoteli ni Mkristo. Ukisikia mtu ameleta shida ati mboga ni kidogo ni Mkristo. Kwa nini kwa kanisa kuna pakiwa mapikipiki na kwa baa ni Range Rover? Kwani Yesu alienda wapi? Hiyo power ilikuwa na mitume na manabii ilienda wapi? Ukisikia mtu anafungiwa nyumba ni Mkristo. Leo tunakataa katika jina la Yesu. Leo tunakataa aibu katika jina la Yesu. Aibu ambayo imetesa maisha yetu, wapendwa, lazima ifike mwisho. Hapa hatuna bargain story. Chenye tumekuja kusema, hatutaki kujua ni siku ya Sabato. Kile ninataka kujua, sitaki kujua wazee wa kanisa wanasema nini. Sitaki kujua serikali inasema nini. Sitaki kujua sheria ya Ramu inasema nini. Kile ninajua ni upinde lazima ukauke. Lazima uvimbe uniondoke. Wapendwa, mimi ndio najua matatizo niko nayo. Leo nimekuja kwa Yesu abadilishe maisha yangu. Yawezekana jana sikukuwa mzuri, lakini leo nimekuja kwa Bwana. Ninamlilia Jehova ya kwamba Bwana ondoa aibu kwa maisha yangu. Bwana asifiwe. Biblia inasema miaka hiyo yote, turudishe hapo baba. Kagua twende. Yesu alipomwona alimuita akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Yesu alipomuona. Mimi naomba leo Mama Lucy, wanadamu wametuona sana, wacha Yesu atuone. Pastor, mimi naomba leo, watu wametuona sana, lakini walipotuona hawakuleta suluhisho. Walipokuja kutuona wakatoka na story. Tulidhani wameleta msaada, kumbe walikuwa wanakuja kuandika story. Tulidhani wameleta msaada, kumbe walikuwa wamekuja kuandika magazeti. Walipotoka wakasema tuone akipona, lakini wacha Yesu atuangalie. Ninaomba Yesu akuangalie mchana wa leo. Ninaomba Yesu akuangalie mchana wa leo. Ninaomba Bwana angalie watoto wako. Wewe ni mjane, hauna mtetezi. Kuna mwanaume mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Wacha kuangalie leo na akuponye magonjwa yako yote, akuponye shida zako zote. Sijui kama kuna mtu mmoja ananisikia. Ukisema amen na ifanyike kwa maisha yako. Ukisema amen na ifanyike kwa maisha yako. Mama, hujalala usiku mzima, mzee amekugombanisha the whole night. Nimeleta uponyaji wa Yesu Kristo. Hauna amani, unalia kwa hiyo ndoa. Yoyote ambaye alifanya ulie, leo tunamrudishia hiyo machozi. Yoyote ambaye alifanya usikuwe na amani, leo tunamrudishia chochote alituma. Maandiko inaniambia kila makaburi waliochimba wanaanguka wenyewe. Kila magonjwa iliyokuja kwa maisha yako, ninatangaza iwarudie wenyewe. Wacha iwarudie wenyewe. Wacha iwarudie wenyewe. Mtu aseme amen. Amen. Tumeenda kwa wanasiasa wakitutazama, hawakutupea msaada. Kitu walikupea ni 100. Tuliwachezea mbele yao, tukakula muziki tu, lakini tulitoka na 50 bob. Wengine msaada yenye tulitoka naye leso waliturarua blouse. Wacha Yesu akutazame. Sijui ni rendi hujalipa, sijui ni watoto wajaenda shule, sijui ni landlord anakudai miezi ngapi, sijui shida zako ambazo uko naye. Huyu mama akaenda na Yesu akamtazama. Sasa sikiza, Yesu akikutazama bado kutakuwa na watu ambao watapi. Walikuwa hata time ya Yesu. Walikuwa time ya Yesu. Kuna mambo mengine, toa macho kwa hiyo mambo. Itakutoa focus ya kuserve Mungu. Itakutoa focus ya kutafuta Mungu. Wapendwa, Ukristo ya saa hii si ya leo kukua moto na kesho tunakuwa baridi. Kama tumeamua ni mbio ni mbio. Kama tumeamua ni twende ni twende. Dagi, hata tukose pesa tunaenda. Hata tukose mavazi tunaenda. Tena wakikuona na hiyo nguo moja, tena una dance na hiyo nguo moja, tena unakuwa na furaha. Si eti unakaa hivi unaomboleza.
wataniona aje? No, mimi ndio najua shida yangu. Bwana asifiwe. Hebu soma hapo, karibu tumalize. Friday tunaenda na Eldoret kuhubiri kwa kesha. Sasa hapana zubazuba. Amina. Tuende kazi. Baba tupatie. Tunaenda kukapiga huko kwa Deliverance Eldoret. Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyoka mara hiyo. Kuja ndugu, kuja. Ebu inama. Kaa kama hivi. Kaa kama scorpion. Maandiko inasema Yesu alipomuita, kitu alifanya, aliweka mikono juu ya naye akanyoka mara hiyo. Alipoweka mikono, jamaa, mama akiwa ameinama, maandiko inasema, sasa nataka unyoke haraka, usizubae na wewe. Maandiko inasema na Yesu akaweka mikono juu ya, na mama akainuka. Pigia Yesu makofi mazuri. Simama hapa ndugu. Yesu anapoweka mkono kwa shida zako leo, mambo yanaenda kubadilika. Yesu anapoweka mikono kwa shida zako, historia inaenda kubadilika. Yawezekana ulikuja ukiwa na uvimbe, unaenda kutoka ikiwa imekauka. Yawezekana ulikuja hauna pesa. Ninaomba Bwana ambaye amenitendea miujiza akutendee na wewe katika jina la Yesu. Yawezekana hauna connection, uko na mwanaume mmoja anaitwa Jehova. Yawezekana hauna watu unawajua, lakini uko na Yesu. Atakapokuona katikati ya watu, atasema Mama Janet, wewe ndio nataka. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kosa watu wa kukutetea, lakini Yesu atakuona. Amen. Yawezekana uko katikati ya watu ni wengi, Yesu atakuona. Yawezekana leo umekuja hapa na uvimbe, sijui ni uvimbe aina gani, lakini Yesu anaenda kukuponya. Wacha aponye mashida zetu. Hata mimi nimekuja leo, wapendwa, nimechoka kutembea miguu. Yesu anaenda kuleta suluhisho. Yesu anaenda kuleta suluhisho. Yesu anaenda kubadilisha maneno. Amen. Bwana asifiwe. Yesu anapokuguza mambo yanabadilika. Yesu anapokuguza watu wanasema huyu mama alikuwa ameisha. Ndio hapo unaona mtu ni kama ameisha. That's why mwenye haki wa Bwana, Biblia inasema anaishi kwa imani. Mwenye haki anaendanga ni kama anaisha, lakini anainuka tena. Biblia inasema machipukizi yako yatakapokuja hayatakoma tena. Yawezekana mtu ulikatwa, lakini Bwana amenituma nikupee message moja. Usijali ni nani analeta message. Yawezekana mimi si mweupe kama wewe, yawezekana sina sura nzuri kama wewe, lakini Bwana amenichagua leo nikwambie kwamba vitu vinaenda kubadilika, ya kwamba anaenda kuguza hiyo shida, ya kwamba anaenda kuguza maisha yako. Yawezekana sijasoma kama wewe, lakini niko na mwanaume mmoja anaitwa Yesu Kristo. Yawezekana sina wazazi kama wewe, lakini niko na mwanaume mmoja ambaye anaitwa Yesu Kristo. Yawezekana nikikuangalia na kuangalia vibaya, lakini leo tazama msalaba, nimeleta mwanaume mmoja anaitwa jiwe la pembeni. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Maandiko inasema na Yesu, baba inama tuko. Yesu alipomguza tu hakufanya hivyo. Yesu alipomwekelea tu mkono, inama ndugu, ya kwamba Yesu akafanya. Pepo iko na kiburi inataka teke. Bwana asifiwe. Sasa sikiza hiyo mstari wa mwisho tumalizie hapa. Akamtukuza Mungu. Mama akamtukuza nani? Leo ukitoka hapa unaenda kumtukuza Mungu. Amen. Wapendwa, tumeona Mungu akiweka pesa kwa bank. Tumeona Mungu akilipa school fees. Amen. Tumeona watu wakipata kazi. Amen. Tumeona watu wakienda ng'ambo. Amen. Tumeona watu wakibadilishwa majina. Tumeona watu wakiheshimika. Amen. Tumeona level zikibadilika. Huyo Mungu abadilishe level. Bwana asifiwe sana. Yesu anaenda kubadilisha. Yesu anaenda kubadilisha. Wapendwa, Yesu anaenda kubadilisha. Na Mungu atatumia tena maadui zako kusema
tulijua unaenda mbali. Yes. Juzi kuna mtu kijana tu ametokea katusi bishop. Watu wenye hata bishop hawajui ndio walimvamia. Yesu atatumia hao maadui zako wa kuprotect katika jina la Yesu. Amen. Yesu atatumia watu waliokukataa tena wakukubali katika jina la Yesu. Yesu atatumia hao watu ambao walisema uendi mbali, watainua mikono wenyewe wakisema tulijua unaenda mbali. Amen. So baba, hapana hapa na wasiwasi. Watoto wanasoma mpaka wamalize. Kwa hii kanisa kila pastor atakuwa anakuja na chuma. Chuma. Ati pastor nani ati hauna mzee, utakuja na chuma. Amen. Yaani wamama mtakuwa mnapaka magari, wanauliza huyu mama kweli, mnasema kweli hana bwana. Wanasema hana bwana, lakini ako na mwanaume mmoja ambaye anaitwa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Wapendwa, inawezekana tulionea Tove siku zile. Watoto wetu wanaenda kuishi vizuri, na sisi wenyewe tunaenda kuishi vizuri. Amen. Na tunakataa kuna mtu atakufa kwa hii kanisa. Amen. Ukikufa wasikuweke kwa moja kama sijafika, nikupige tu kofi 3 na uamke. Unakufa uende wapi? Baba, unanituma mbio. Kabla wa kudunga shindani nimefika. Nikuchape tu kofi 3 na urudi tena. Na nikwambia unaenda wapi? Kumbafu ishi. Kula mema ya nchi. Sema amen. Hatuendi kukufa. Hebu malizie hiyo mstari tumalize. Tumalize injili. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Mkuu wa sinagogi akakasirika. Leo hata kanisani kuna watu wanakasirika Mungu akikuinua. Leo hata kanisani kuna watu wanakasirika Bwana akikutumia. Leo hata church kuna watu wanakasirika wakikuona na nguo mpya. Leo hata church kuna watu wanakasirika pastor akikusalimia. Leo hata kwa maisha ambayo tunaishi, watoto wako wakisoma, kuna watu hawasikii vizuri. Kuna watu wanaenda kwa siri, wananena, wanaomba, unafikiria wanaomba baraka, kumbe wanaomba wanasema dagia sifaulu. Dagia sifaulu. Leo kuna wachawi wa kiroho na wa kimwili pia. Leo kuna watu walisema huyu mama hakuna mahali ataenda, wanaenda kuona baraka zako. Wataview status wakutane na baraka. Wapigwe na blow ya kansa. Wapigwe na blow ya pressure. Pressure itawaua wenyewe. Amen. Wanasema wazee wakafanya nini? Wazee wakakasirika. Ikala na mimi ni mweusi tena mkaongeza weusi. Mnaniwekako mweupe kidogo. 14. Akajibu akawaambia mkutano, kuna siku 6 zifaazo kufanya kazi. Basi njooni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato. Huyo ni mzee wa dini anasema. Mzee kama huyu sasa anasema no. Hapa rise up tunakuanga na sheria. Ikifika mahali pa Mungu hakunanga sheria. Mzee kama huyu anaamuka, na walikuwa na ndevu baba. Na wakasema no. Atuponyange mtu hii siku ya nini? Ya Sabato. Endelea. Lakini Bwana akajibu akasema, enyi wanafiki. Enyi wanafiki. Kila mmoja wenu. Je, hamfungui ng'ombe wa kila mmoja wenu hamfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato katika zizi? Unasomaje kama ulisoma na Mchula Primary School? Ya kwamba enyi wanafiki, Yesu anawaambia, kwani nyinyi, huyu tu alikuwa na uvimbe na amepo, nyinyi mnakuja kukejele, na nyinyi wenyewe mumewacha ng'ombe wameenda wamefungua, ng'ombe ziko zinakula nyasi. Watu ambao wanakujudge wenyewe wamesahau wako na mashida mingi 500 nyuma yao, lakini wanaangalia yako mo. Na Yesu akamwambia wapumpa, nyinyi wanafiki. Na ni wazee wanakaa mbele ya kanisa hapa. Kama umevaa miwani si wewe nasema. Wazee wanakaa mbele ya kanisa na miwani kubwa na wanafanyia hapa. Mama Lucy hujaniona. Wazee wadi wakasema no. Na wenyewe ng'ombe zimeenda kuchungwa,
wenyewe bibi hata wajakuja kanisa wako wanafanya kazi na wanasema Yesu angeponya huyu mama. Wapendwa, watu hawajui shida ambazo unapitia. Usiende na watu, enda na we mwenyewe. Wapendwa, hata usiinvite watu kwa maneno yako, invite Jehova wa mbinguni. Watu hawajui chenye unapitia kwa hiyo nyumba. Watu hawajui chenye unapitia kwa maisha. Watu hawajui umelala njaa muda ngapi. Wapendwa, wacha wakuachie Jehova. That's why mimi mtu kuna siku aliniambia ati nimenona sana, nikamuuliza inakusumbua nini? Mwili ni yangu. Nilikonda huku niambia, mkasema tena ni kama ni ukimwi. Tena nimenona ati niende gym. Naenda gym ya nini? Yaani namaanisha wanadamu hawana nini? Weka Bible huko baba, tumemaliza kazi. Sema amen. Bwana asifiwe. So Mama Janet, watu watakujaji, lakini wewe mtazamie Yesu. Mimi nimekuja, sitaki kujua watu watasema nini. Kile ninajua niko na uvimbe, nimeletea Yesu. Sitaki kujua watu wataongea nini. Kile ninajua mimi ndio ninajua, nimeletea Jehova. Simama juu katika jina la Yesu. Kwa dakika tu moja nataka niombe. Sijui leo asubuhi ya leo, wapendwa, tusizoee ibada kama kawaida. Sijui leo asubuhi ya leo ni shida gani, ni ugonjwa gani ambayo uko nayo. Yawezekana ni ugonjwa ambaye imekutesa na hujui utamwambia nani. Mwambie Yesu, unione. Yawezekana tumehubiri kila siku na unaona ni kama mambo yabadilika. Leo kuna watu mtapigwa na bawa ya Mungu na iponye hiyo magonjwa kabisa, na iponye hiyo shida kabisa, na iponye hiyo matatizo kabisa, na iponye machozi yako. Umelia vitambaa imekuwa maji kwa sababu ya taabu ambazo unapitia. Yesu anaweza kukuponya. Inua tu mikono yako juu. Oh. Inua tu hiyo mikono. Mwambie, sema Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Siku ya leo. Siku ya leo. Nimekuja mbele zako. Nimeleta mahitaji yangu mbele yako. Wewe unajua siri ya moyo wangu. Nimeteseka muda mrefu na magonjwa na laana ya jamii na malaana ya watu walionitumia. Wengine wakasema sitaenda mbali, na ni ukweli naona niking'ang'ana. Kuanzia leo